Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja tena asubuhi ya leo. Tumekuja tena tukuabudu. Tumekuja tunatamani kukufahamu. Tunatamani kujua uzuri wako, mamlaka yako, na nguvu zako, na uweza wako, na mawazo yako unayotowazia siku zetu zijazo. Ruhusu Roho wako Mtakatifu atuhudumie, ajifunue katikati yetu, aseme na kila nafsi yenye kiu, akutane na haja ya kila moyo ambao umehudhuria mbele zako asubuhi ya leo. Unajua mapito yetu, unajua kutoka kwetu na kuingia kwetu. Ni wewe Bwana unayeshughulika sana na mambo yetu. Na hata sasa Bwana, utasema na kila mmoja sawa sawa na unavyoshughulika naye. Karibu Bwana, useme nasi. Mungu jifichae, jifunue asubuhi ya leo. Jifunue tuuone wema wako. Jifunue tuuone utukufu wako. Sema na nafsi zenye kiu na wewe. Sema na kila moyo unaotamani kusikia. Pitisha neno lako juu ya kila sikio ambalo linaruhusu neno lako lipenye na kuingia kwenye moyo wa huyu mtu. Asante Yesu. Asante kwa upendo wako. Asante kwa Roho wako mwema. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu umetuchagua tukuabudu. Asante kwa sababu umetutenga kuwa masihi wako. Rikorabo saikarabase. Rikikirabo santarabase. Sema na nafsi yangu, sema na nafsi yangu. Sema na nafsi ya kila mwenye kiu ya kusikia kutoka kwako. Pokea sifa, heshima na utukufu. Ni kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu kanisa la Bwana tuseme amen. Nafasi ya mtu katikati ya viumbe wengine. Leo nataka nizungumze kitu muhimu sana. Nataka nizungumze juu ya kwa nini Mungu ana wivu juu ya mtu. Sababu ya wivu wa Mungu juu ya mtu, asiwe na wivu kwa ajili ya viumbe wengine. Nataka tujifunze sababu ya wivu wa Mungu juu ya mtu. Nimekufundisha kumiliki, nimekufundisha njia za kutawala na kumiliki. Nataka sasa nikufundishe juu ya wivu wa Mungu juu ya kiumbe anayeitwa mtu. Kwa nini Biblia inasema juu ya Mungu mwenye wivu? Kitabu cha Kutoka sura ya 20. Kitabu cha Kutoka sura ya 20. Nianze na ule mstari wa kwanza kabisa. Neno la Mungu linasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu ila mimi, usiwe na miungu mingine ila mimi. Nasikia? Anasema, anajitambulisha kwamba yeye ndiye Mungu aliyewatoa Misri kwenye nchi ya utumwa. Alafu anasema, usiwe na miungu wengine.
isipokuwa mimi. Na hii tu inatufundisha wazi kwamba kuna miungu wengine pia, si ndio? Kuna miungu wengine. Miungu wengine wametoka wapi? Shetani alipotupwa hapa duniani akajifanya kuwa mungu wa dunia, na Biblia ndivyo inavyosema, si ndio? Sasa shetani kama shetani, si rahisi sana mwanadamu mwenye akili iliyo kamili, ambaye hapitii kwenye jambo fulani ambalo linamsibu kabisa, hana option, hana solution, aende kumwabudu shetani akiwa anamuona huyu ni shetani. Sio rahisi. Ila shetani alichokifanya, alitengeneza imani ambayo inamficha yeye kwenye vitu fulani, anaweka roho kwenye vitu fulani, halafu yeye haonekani. Na watu sasa wakaanza kuabudu. Anaweza kuabudu wengine jiwe, wengine mti, wengine kaburi, wengine, lakini nyuma ya hivyo vinavyoabudiwa ni shetani, vinamwakilisha shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapoabudu Mungu, Biblia inasema kwamba yeye hajawahi kuonekana kwa umbo linaloweza kuonekana likawa kwamba Mungu yuko hivi. Lakini miungu wengine ambao wanaabudiwa na wanadamu, na huyu kiumbe anaitwa mtu, wenyewe wana maumbo ambayo yanachoreka. Unaweza kuchora, umesikia? Unaweza ukaona kama ni jiwe, unaliona kabisa, unaliabudu, unalisujudu. Wengine ng'ombe, wengine mbuzi, wengine kondoo, anaonekana kabisa. Lakini Mungu huyu tunayemwabudu sisi haonekani. Yeye ni roho. Tunamwabudu katika roho, na anajifunua kwa kweli ambayo ni neno la Mungu. Naomba nisikilize vizuri hapa kwenye mwanzo tuelewane, kwa sababu kuna kitu nataka nikufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona kwenye kanisa la Mungu kabisa, hata kama tumeweka huu msalaba huu hapa, hatuwezi kusujudu pale tukasujudia huu mti, kwa sababu huu mti sio Mungu. Huu mti ni kiumbe alichoumba nani? Mungu, tena kwa neno. Iwe miti ikawa miti. Neno lililotoka kwenye kinywa cha Mungu ndio lilifanya huu mti uliotengeneza huu msalaba uweze kuota, na bila mtu hata kupanda, sababu mbegu ya kwanza haikupandwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi huu mti ni kiumbe. Unanisikia? Huu mti ni nini? Ni kiumbe kilichoumbwa na nani? Na Mungu. Na Mungu hajatengeneza huu msalaba. Aliyetengeneza ni mtu. Yeye Mungu alifanya tu mti wote, akaukuza. Lakini kufanya uwe msalaba ni mtu anatengeneza. Sasa unaona ni kiumbe cha Mungu, halafu mtu akachukua akakitengeneza akasema ni msalaba. Na Biblia haisemi msalaba, inasema Yesu aliangikwa kwenye nini? Kwenye mti. Na nielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Neno msalaba limetamkwa na watu tokana na ulivyokaa. Hata Wagalatia wanasema amelaaniwa mtu yule angikwaye juu ya mti, haisemi angikwaye kwenye msalaba. Nisikilize vizuri. Sasa unajua ikatokea sasa mtu akaenda kusujudu huu msalaba, ameabudu sanamu.
Na unajua unaposema umeabudu sanamu au miungu, maana yake umemwabudu shetani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kukaa kwenye kiumbe alichokiumba halafu akawa ndio yeye kabisa halisi. Hapana. Kitakachokaa, kwa sababu maneno ya Mungu yanasema hivi. Hata Sulemani alipokuwa amejenga lile hekalu, alisema Mungu huwezi kukaa kwenye nyumba waliojengwa na mikono ya nini? Ya wanadamu. Ndio maana sasa unaona Mungu badala ya kukaa kwenye jengo kama hili iwe ndio hekalu lake, yeye tunaingia sisi kwenye hekalu tulilolijenga, lakini yeye anaingia wapi? Ndani yetu. Sisi ndio nini? Sisi ndio hekalu. Ili isitokee wewe ukaabudu ili jengo, ili umwabudu Mungu aliyoko ndani yako, ili awe na ushirika wa karibu na roho yako, kwa sababu yeye ni roho. Sasa unaweza kujidanganya ukasema hii Jumapili siendi na abudia nyumbani. Umekosea. Kwa sababu Mungu huwa analiweka jina lake mahali alipochagua madhabahu iwepo, lakini anakaa ndani ya watu. Kwa Mungu hawezi kuliweka jina lake nyumbani kwako, kwa sababu sio hema ya kukutania. Mle ndani kuna vitanda, kuna majiko, unapika, unakaanga, unafanya nini kule, mamoshi yako kule na vitu kadha wa kadha kule, na uchafu mwingi na maganda ya mayai yako kule. Sijui kama unanielewa. Nakuja unisikilize vizuri. Kwa hiyo unaona sasa, ikitokea sasa mtu akaenda akasujudu pale, akaomba pale, akasujudu pale, ameabudu sanamu. Sasa swali linakuja, mbona nyinyi mmeweka hapo msalaba? Kwetu sisi ni ishara na alama ya ukombozi wetu. Msalaba ni kielelezo, kwa mfano wa chombo kilichotumika kuipata damu iliyotununua, ikaturudisha kwa Mungu na kuondoa uadui uliokuwa kati yetu na Mungu. Lakini bado sio Mungu kwamba unaweza ukasujudu. Hapana. Na mimi huwa nasema hivi. Siku moja nikakutana na watu fulani wanajidai wamevaa msalaba mikubwa iko hapa. Unajua huu msalaba bwana. Anasema huu msalaba unajua. Ameweka kifuani kabeba. Sasa nikasema hivi, wanamkataa Yesu, hawataka kumpokea Yesu, lakini wanaamini nini? Msalaba. Sasa nikaambia hivi nyinyi hamjui maana ya msalaba. Msifikiri Mungu anaupenda msalaba, ila mtu ndiye anayeupenda msalaba. Kwa sababu kwa mtu msalaba ulimnunua, ulimkomboa, ukamrudisha kwa nini? Kwa Mungu. Lakini kwa Mungu Baba msalaba ni kitu cha maumivu, kwa sababu ndiyo njia iliyotumika kumuua mwanae. Sasa nikawaambia hivi, kwa mfano watu wamemchoma mwanao na mkuki, halafu nakutana nao wanauangaza ule mkuki, wanaimba, wewe unajisikiaje? Na una damu, unajisikiaje? Sasa kwa sababu haya ni mambo ya rohoni, tunaamini msalaba kwetu sisi kwa sababu ndio uliofanya nini? Uliotumika, ikapatikana damu iliyoturudisha kwa Mungu, ikatununua, ikatukomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hawezi akawa ndio Mungu. Cha msingi pale sio msalaba, wa muhimu ni Yesu aliyeangikwa wapi? Pale msalabani. Kwa sababu msalaba, hata siku ile waliangikwa watu wangapi? 3, pamoja na nani? Na Yesu. Lakini msalaba wa Yesu ndio ulikuwa wa maana kwa sababu ya yeye aliyeangikwa kwenye ule msalaba ule. Hii mingine yote haina maana yoyote. Sijui nimeenda mbali huko kwa nini, lakini ngoja nikurudishe hapa. Nafikiri na yenyewe inafaa
Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza juu ya wivu wa nani? Sasa unajua, usipopata ufahamu ukageuka ukaabudu kitu kingine, nitakwambia sababu kwa nini Mungu anakuwa na wivu. Kwanza unakuwa umeabudu miungu, na sio miungu tu, umemwabudu shetani, na hilo tu tendo litakuwa limekutoa kwa Mungu. Okay. Anasema hivi, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Huu ni msalaba, kwa maana ya lile tendo lililofanyika pale Calvary. Lakini ukaamini msalaba na ukawa na sujudu mbele ya msalaba, umeabudu sanamu. Ila ukiuamini msalaba kama ishara na alama ya ukombozi wako, halafu kamwamini yeye aliyeangikwa hapa msalabani, hapo umemwabudu Mungu katika roho na kweli. Anasema wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Yani ukimwabudu Mungu mwingine umemchukia Mungu wa kweli. Asema nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Hii bure ina maana gani? Usilitaje jina la Mungu huku ndani huamini. Usilitumie jina la Mungu wako mahali ambapo si sahihi. Kuna watu wanafanyaga tu mchezo. Tunasema jamani, nywele zako ni nzuri, kija kushika ushindi kwa jina la Yesu. Yaani vitu tu vya ovyo ovyo. Usilitaje bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Usilitaje bure. Ni jina la kuheshimiwa. Linapotumiwa, litumiwe kwenye mahitaji sahihi. Sura ya 34 mstari wa 12 mpaka 15, Kutoka hiyo hiyo. Ujihadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, lisiwe mtego katikati yako, bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao. Maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake, usiende. Unaona hapa anazungumza wivu. Usiabudu miungu mingine, kwa sababu Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Ndio jina lake ni Mungu mwenye wivu. Sasa kwa nini? Kwa nini? Wivu kwa nini? Kwanza lazima ujue kibibilia kwenye Agano Jipya sisi ni bibi harusi. Si ndio? Tumeposwa. Sasa unajua tabia ya mke na mume. Kama mtu hana wivu na wewe, basi hakupendi, sio eti? Na wengine wakionewa wivu wao wanakasirika kweli. Ufahamu wako ni mdogo sana.
Siku ukiona hakujali wala hahangaike na wewe, umeisha. Umekwisha, yani nakwambia kabisa. Yani wewe ujue basi. Na Mungu wetu ukiona hahangaiki na wewe, wewe basi tena umekuwa reject. Sklepa. Haleluya. Asema usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi. Watu wakaenda kufanya uzinzi, yani kuabudu miungu wengine. Kwa nini anazungumza kanisa au wacha Mungu na Mungu wao ni kama upendo, ni kama wa mume na mke. Kwa hiyo kwenda kuabudu Mungu mwingine unafanya uzinzi. Umetoka kwenye patano lako na mume, alafu umekwenda kwa mume mwingine. Na anasema sasa anakupatiliza. Maana anakutoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, ngoja nikupe sasa sababu wakati nataka nikufundishe. Jambo la kwanza lazima ujue hivi. Mungu alipoumba viumbe wengine aliwaumba kwa neno. Lakini wakati anamuumba kule tulikoanzia, nakumbuka, unaelewa? Kwenye vitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili inazungumza hivi vitu. Biblia inasema alipofika wakati anataka kumuumba mtu, akasema tumfanye mtu au tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hili neno lina maana ya mtu anakufanania fulani na Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa habari ya rohoni, anafanana na Mungu. Kwa nini Mungu alifanya hivyo? Mungu alifanya hivyo ili kuwe na mawasiliano ya watu wanaofanana. Kuwe na relationship ya watu wawili wanaofanana. Hebu nitolee mfano wa wanyama. Ukiwa unachunga ng'ombe na mbuzi pamoja, wanakwenda kwenye kundi moja, na ndivyo huwa tunachungaga huko Afrika. Sasa unachunga tu vimbuzi vichache na ving'ombe vichache. Wenzetu wale matajiri wao wachungi hivyo. Kama ni mbuzi na kondoo na kuwapa, kwa sababu utakuwa 3,000, huwezi kuchanganya na ng'ombe 4,000. Sasa sisi ufugaji wetu upate chakula tu. Sasa ukichanganya mbuzi na ng'ombe, mbuzi akachelewa, akawa nakula majani akachelewa, ng'ombe na mbuzi wengine wakamwacha. Akilia anatafuta wenzake, ng'ombe hawezi kuitika. Ila akilia mbuzi, utasikia na mbuzi wenzake wanafanya nini? Kwa nini ng'ombe asilie na yeye yuko pale na mwenzake? Hawafanani. Kuna lugha nazo hazifanani. Akiachwa ng'ombe, amesahau walikopita wenzake, akilia ng'ombe ndio watakaofanya nini? Wataitikia kwamba tuko huku. Lakini mbuzi watanyamaza. Kwa nini? Hawana sura moja na lugha sio moja. Kwa hiyo Mungu alipoumba mfano wake ukiwa ndani ya mtu, alikuwa anataka mawasiliano ili huyu awe kiumbe pekee alichojitengea, ambacho kitakuwa na mawasiliano na yeye, na ibada na yeye, kimwabudu yeye. Kwa nini? Kwa sababu kuna lugha inayofanana, kuna sura kwenye ulimwengu wa roho inayofanana. Sasa sikiliza, ukaichukua hiyo sura ukaenda kupeleka mawasiliano kwenye jiwe, wivu wa Mungu nainuka. Lakini kumbuka, hilo jiwe pia halitakusikia. Sasa kama jiwe halitakusikia, atakaye kusikia ni ile roho iliyoko nyuma ya nini? Ya lile jiwe.
na ni mapepo sasa. Na wale wakisha pata mtu ambaye anawaabudu kupitia jiwe, hawakai kwenye jiwe tena, wanafanyane, wanaingia ndani ya mtu. Wakisha ingia ndani ya mtu, maana yake Mungu aliyetakiwa akae ndani ya mtu anakuwa hana nafasi juu ya nani? Juu ya huyo mtu. Sasa anabaki nje, ana wivu. Kama unanielewa upunga mkono na ukoona. Ninaona kuna mshangao, lakini unanielewa vizuri? Sikiliza vizuri. Nimesema hivi, hapa hatuji kusali. Hii ni shule hapa. Ukija hapa ni darasani. Tunataka Mkristo anayejua Ukristo ni nini. Hatuhitaji Ukristo wa jina. Tunataka Ukristo wenye ufahamu, ambao ukisimama hata Mungu anajua huyu mtu ananifahamu. Unaona? Kwa hiyo Mungu alijichagulia huyu kiumbe mtu awe kiumbe pekee ambaye atauwakilisha uungu wake hapa duniani. Na kwa sababu amekaa hapa duniani kama mwakilishi, maana yake uungu ambao ulimfanya awepo hapa duniani huyo kiumbe mtu uwe una mawasiliano na huyu ambaye yuko hapa duniani na uungu ulioko mbinguni. Sasa unaona, sasa hawa viumbe wengine wanapoabudiwa hawaziwakilishi mbingu, wanawakilisha kuzimu. Ndio maana Yesu wakati anaondoka asema hivi, Petro, nitalijenga kanisa langu juu yako, wala milango ya kuzimu haitafanya nini? Haitalishinda. Okay. Hebu tuende mbele kidogo. Kitabu cha Yohana sura ile ya 10 mstari 33 mpaka 35. Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiriwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, maana yake sisi ni miungu. Kwa nini? Kwa sababu ya sura ya Mungu. Sisi ni miungu na wana wa aliye juu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu alitaka, ngoja nasikia Roho Mungu ananipa kitabu kingine. Hebu angalia kitabu cha Kutoka sura ya 6. Ngoja nirudi nyuma kidogo, ingawa nilikuwa nimeenda mbele kwenye Agano Jipya. Kutoka sura ile ya 6. Kama unaandika, rafiki yangu wa kitabu changu, mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema hivi, basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova, nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa. Mstari wa 7, nami nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu, niwatoae mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu, niwatoae mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Sasa unaona, anasema hamtakuwa tena watu wa Farao, mtakuwa watu wangu, nimewachukueni. Anasema na nyinyi mimi nitakuwa Mungu wenu. Sasa mtu akienda sasa kuabudu kitu kingine, Mungu anakuwa na wivu mkali, ndio anasema nitapatiliza.
Okay. Ili kieleweke, hebu tuende kwenye Kutoka 19 tena. Kutoka 19 mistari michache. Mstari wa 5 mpaka wa 7. Tatusaidia wa 5 mpaka wa 7. Kutoka 19. Nimesema na kurudisha nyuma kidogo, kuna kitu nakitafuta hapa. Sasa basi, mstari wa 5 mpaka ule wa 7. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Musa akaenda akawaita wazee wa watu, akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyekuwa amemwagiza. Anasema nyinyi mtakuwa tunu, yani zawadi. Mungu anamchukua mtu amchaye kama zawadi. Lakini anasema nitawafanya kuwa ukuhani, nitawafanya kuwa ufalme. Kazi ya kuhani ni kuchukua maneno kwa Mungu na kuleta kwa watu, na kutoa kwa watu kupeleka kwa Mungu. Ni chombo cha mawasiliano. Lakini kazi ya kuhani ni kufukiza uvumba na kumpa Mungu harufu nzuri kwa maombi na sadaka. Kwa nini? Ni chombo maalum kwa ajili ya Mungu tu. Kinyume cha hapo, akaenda kuwekeza imani yake kwenye kitu kingine, Biblia inasema Mungu anaona wivu. Lakini sasa kwa nini? Sababu nyingine kubwa. Kwa maandiko haya, kwa sababu Mungu ametufanya sisi kuwa na sura yake na mfano wake. Kiumbe mtu akienda kuabudu kitu kingine, amejishusha na kumshusha Mungu wake. Ameondoa heshima yake, ameiuza heshima yake, amejidhalilisha. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliumbwa katikati ya viumbe wote, ana level ya uungu. Kwa hiyo akienda kuabudu kitu kingine ambacho si kiumbe ambacho Mungu alikuweka kwenye nafasi kama ya mtu, alimweka mtu juu ya kila kitu, vitu vyote vikawa chini. Sasa unajua, ukienda sasa ukasujudu jiwe, maana yake umeishusha hadhi yako na ya Mungu ambaye sura yake iko ndani. Maana yake naye Mungu umemwakilisha kwenye kusujudu kiumbe, maana yuko ndani yako. Tunasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Mnanielewa? Nazungumza nini? Narudia, nafasi ya mtu katikati ya viumbe wengine. Yaani jinsi ulivyo wewe katikati ya viumbe wengine aliowaumba Mungu. Nafasi yako, Bwana Yesu asifiwe, ni tofauti kabisa na viumbe wengine. Kwa sababu sisi ni miungu na wana waliye juu. Maana yake ukienda kusujudu kitu kingine, maana yake uungu umefanya nini? Umesujudu kiumbe kilichoumbwa na Mungu. Ndio maana sasa unaona Mungu anakuwa na nini? Na wivu. Kwa sababu mtu aliumbwa ili atawale. Na kama anatawala, Mwanzo sura ya 9, nianze mstari ule wa 1. Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, kama alivyokuwa amesema na Adamu. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu ninyi, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Sasa unaofuata anasema, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote. Kwa hiyo sasa hapo unaona
mtu sasa ndo anaenda kusujudu kwenye hivyo vitu. Kusema vyote manake pamoja na mawe na miti na kila kitu vyote viko chini. Asema vitatuhofu sisi, vitatuogopa sisi. Manake vitatuabudu sisi, vitasujudu kwetu, vitasalenda. Sasa wewe mtu ambaye umebeba sura ya Mungu, ukienda kusalenda kwenye jiwe, ukasalenda kwenye kaburi la aliyekufa, nataka niseme hivi, umeabudu sanamu, umeabudu miungu, na unajua kitakachotokea ni kwamba unajiunganisha na kile kiumbe. Ile roho iliyoko ndani ya kile kiumbe inaingia ndani yako. Na sasa unajua Mungu anaona huyu ambaye ndio sura yangu, halafu leo anakwenda kusujudu kwenye kiumbe ambacho nilikiumba. Maana yake kwa sababu yeye ni mwakilishi. Basi unajua kwa nini Yesu alipokuja hapa duniani ametoka mbinguni kwa Baba? Kwenye Luka sura ya 4 Biblia inasema kwamba Shetani alipokutana na Bwana Yesu, kitu cha kwanza alisema, ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, anataka kuthibitisha, ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya uwe nini? Uwe mkate. Kusema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Akaona okay, isiwe shida. Kampeleka kwenye muinuko mmoja hivi. Sema kwa dakika moja akamuonyesha fahari zote za dunia, dhahabu nini na kila kitu, majumba nini. Sema unaona hivi vyote viko kwenye mamlaka yangu. Na mimi huwa naamua ninayetaka kumpa nafanya nini, nampa. Manake ninayetaka kumnyima namfanya nini, namnyima tu, hata kihangaika vipi namnyima tu. Ila sasa wewe sujudu tu kidogo, halafu mimi nifanye nini? Maana yake niabudu tu, wewe uniabudu tu, halafu vitu vyote nifanye nini? Nikupe. Swali, alikuwa na ujasiri gani kumwambia Yesu aliyeumba, aliyeshiriki uumbaji wa vitu? Ukisoma Mithali ile sura ya 8 kuanzia mstari wa 17 na kuendelea, utagundua kwamba Yesu alikuwepo wakati wa uumbaji. Paulo anazungumza na Wakolosai pia, na hata kwa Waefeso anazungumza vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake yeye, na kwa sababu yake yeye, vikawekwa chini yake, na yeye akavichukua akaviweka chini yani ya kanisa ambao ndio mwili wake. Umesikia? Sasa Shetani na ujasiri gani wa kumwambia huyu aliyeumba? Andika tu Mithali sura ya 8, utaisoma nyumbani utaiona. Huyu mtu aliyeumba vitu vyote, anakuwezaje Shetani akasema vyote viko chini ya mamlaka yangu? Kwa sababu moja tu. Adamu aliyekuwa amekabidhiwa kuwa mwakilishi wa mbingu, mtawala yeye na uzao wake, alikuwa ameshindwa kwenye vita kati yake na Shetani. Kwa hiyo ndio maana unaona kwenye sura ya 3 kitabu cha Mwanzo kinazungumza kwamba Adamu na mke wake wakafukuzwa kwenye bustani ya Eden, mahali ambapo kuna vitu vya thamani, kuna vitu vya thamani, mahali pazuri penye kila kitu. Wakafukuzwa wao. Hakuna andiko linalosema nyoka naye alifukuzwa, kwa sababu ule mjadala waliokuwa wanajadiliana na Eva au Hawa walikuwa wanafanyia kwenye bustani. Ndio maana alikuwa analitazama lile tunda, walikuwa mle ndani ya bustani. Sasa unaona Biblia inasema Mungu akamfukuza Adam na mke wake, akawafukuza watoke kwenye bustani. Haisemi nyoka alifukuzwa, yeye alibaki. Sasa Yesu anakuja anamkuta nyoka ndiye anamiliki Eden, yani mbaraka, vitu vyote. Sema sujudu. Maana yake nini? Kwa sababu Adam na Hawa walisujudu, na waliposujudu maana yake akawa na mamlaka ya kuwanyang'anya urithi. Na unaposujudu kwa miungu mingine, unanyang'anywa haki yako ya kumiliki na urithi. Na ndio maana tunazaliwa kwenye familia zenye umaskini, familia ambazo zina mateso, familia duni, kwa sababu tunatoka kwenye koo na familia ambazo misingi yake ni ibada ya miungu. Ukija huku kanisani, unakuja kuanza upya toka kwenye kizazi kilichouza urithi wao kwa miungu. Petro ya pili sura ya 1 mstari wa 3 na wa 4. Tunaona kwamba kiumbe mtu ndiye ambaye
tabia za uungu ziko ndani yake. Sio sura tu na mfano, lakini pia tabia za Mungu hapa duniani huonekana kupitia mtu, hasa anayemcha Mungu. Tabia za Mungu. Ndio maana unaweza ukasema kikatokea. Ukasema kikatokea. Taswira ya kitu fulani ikaja kwenye akili yako, halafu kwa mikono yako ukakitengeneza kikatoka kwenye umbo ambalo umeumba kwanza kwenye fahamu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hawa kina mama wamesuka, sijui wengine wamesuka, yani kila mtu kasuka kwa namna yake. Ni ile tabia kwamba niweke hivi, nifunge hapa, kiwe hivi, afikione. Hiyo msusi hasuki tu hivi, inaanza kwanza picha kwenye nini? Kwenye ufahamu wake. Hafanza kutengeneza kama ambavyo vinatokea. Hizo ni tabia za Mungu, ziko ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utawa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Tabia ya uungu iko ndani ya mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu ana sura ya Mungu. Kwa hiyo anapokwenda kuabudu kitu kingine, ndio sasa hasira ya Mungu na wivu wa Mungu nainuka, kwa sababu anamwakilisha Mungu na tabia zilizoko ndani yake za uungu zinakwenda kusalenda kwa kiumbe ambacho kiliumbwa na Mungu. Mungu hana wivu juu ya ng'ombe wala mbuzi, ni kwa mtu. Na kwa sababu hizi ameweza na kufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu anayeabudu kiumbe kingine pia, nilisema kwamba anakuwa amejishusha sana na kumshusha Mungu wake. Hicho ni kitu kibaya sana kwa Mungu. Hapendi kabisa. Kwa sababu Mungu hapendi kumpa kiumbe chochote utukufu wake, wala hakubali kiumbe kingine chochote kichukue nafasi yake, na hasa ibada. Na sio tu ibada, hata imani kuelekeza kwenye kitu kingine. Mungu anataka aaminiwe yeye. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Anataka aone imani iliyoelekezwa kwake, kwa sababu uhusiano wetu na yeye ni wa kiimani zaidi, si katika hali ya kuonekana kwa macho ya nyama. Kwa hiyo kama huna imani, ni moja ya ibada ya miungu, kwa sababu unaabudu usichokiamini. Na kama unaabudu usiyemwamini, maana yake unaabudu Mungu ambaye hatafanya kitu, kama ambavyo unaabudu jiwe na lenyewe haliwezi kufanya kitu. Ukiabudu usichokiamini, maana yake umeabudu sanamu. Na kwa sababu humwamini Mungu, naye hawezi kufanya, kwa hiyo unamfananisha Mungu na jiwe. Kwa sababu Mungu hawezi kufanya bila kuamini. Nasema Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Hebu tuende mstari wa 39. Anasema hivi, lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kwenye Zaburi na kwa Wakorinto anasema kwamba nitaamini na nitanena. Yaani unaamini alafu unasema. Ukisema bila kuamini ni sawa umeabudu jiwe.
Tunaanza kuamini, halafu ndio tunasema naliamini tena nalinena, naliamini tena nalinena. Maana unaamini halafu unasema, ndio inatokea. Uungu unafanya kazi kwa namna hiyo. Sasa ukiabudu, ukaamini, ukaomba halafu uamini, maana Mungu hawezi kufanya. Na asipofanya basi umemfanya Mungu kuwa jiwe. Lakini kosa sio la Mungu, ni kwamba umeabudu kwa namna unavyoabudu jiwe. Sababu ukiliamini jiwe halina kitu. Isaya 42 mstari wa 6 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano na nuru la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Umeona eh? Umesikia vizuri? Nirudie huu mstari. Ngoja niurudie huu mstari. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine. Sasa unapokwenda kuabudu kiumbe kingine, maana yake umechukua utukufu wa Mungu, umefanya nini? Umepeleka kwenye kiumbe kingine. Umesikia? Ndio maana sasa anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Sasa anasema wala sitawapa sanamu sifa zangu. Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya kabla hayajatokea, na wapasheni habari zake. Sikiliza, hebu twende sura ya 43. Twende mbele kidogo. Nataka nishindilie hiki kitu kikae vizuri kwenye akili ya watu hawa. Mstari ule wa 7, mmoja tu nitaluka. Anasema hivi: kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Pitia hilo andiko alafu unisikilize. Anasema kiumbe huyo anayeitwa mtu aliumbwa kwa ajili ya Mungu tu, ili kumpa Mungu utukufu wake. Mtu hakuumbwa kwa ajili ya kitu kingine, wala hakuumbwa awe mali ya kitu kingine. Mtu aliumbwa awe mali ya Mungu tu, na huyu mtu ampe Mungu nini? Utukufu. Ni pamoja na kumwabudu, kumwamini, kumtumikia. Tunasema kwenye Isaya 40 amesema uwafungue macho vipofu, waliokuwa gerezani wafunguliwe. Sasa sikiliza. Sasa akakosea, halafu huyu mtu akaenda kwenye mti, anakwenda kusujudu pale. Maana yake huo utukufu amempa nani? Mti. Amelipa jiwe. Wivu wa Mungu nainuka. Sasa kuabudu sanamu au kuabudu miungu kuna aina nyingi sana. Hata upendo wako ukawa mkubwa kwenye vitu fulani, halafu kwa Mungu kawa upendo wa kawaida, tayari hiyo ni sanamu, na Mungu atahakikisha anaiua hiyo. So ni Mungu mwenye wivu. Ukafuga ng'ombe, akili yako yote kaa kwenye ng'ombe, ufahamu wako wote, moyo wako wote kwenye ng'ombe, yani wewe kwenye ng'ombe. Nataka niseme hao ng'ombe hawatakaa hata miezi 3, watakufa. Mungu hatawaacha. Viumbe wanaweza kuchukua nafasi yake, hawezi kuwaacha waishi. Hata kama umefuga bata au kuku. Mimi nafuga bata, lakini moyo hauko kwa bata. Mimi kwenye maisha yangu hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna. Na ndio maana kitu chochote kile ambacho kinataka kunitoa kwa Mungu, kama tunashindana na mtu, niko tayari kumwachia.
achukue. Niko tayari kumwachia achukue. Nikijua tu hiki kinataka kunitoa, naambia kipotee, nibaki na Mungu. Kiende, kiniachie nani? Mungu. Tazama, nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu, wateule wangu, watu wale niliyojiumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu. Lakini hukuniita, Yakobo, bali umechoka nami, Israeli. Hukuniletea wanakondoo kuwa kafara zako, wala hukuniheshimu kwa dhabihu zako. Sikukutumikisha kwa matoleo, wala sikukuchosha kwa ubani. Hukuninunulia manukato kwa fedha, wala hukunishibisha kwa mafuta ya sadaka zako, bali umenitumikisha kwa dhambi zako, umenichosha kwa maovu yako. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Alafu mstari wa 26 asema, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unaona, anaanza kusema kwamba umenisahau, umeniacha, lakini nilijiumbia nafsi yangu kwamba uwe wa kwangu kwa utukufu wangu. Alipokuwa amefanikiwa, amepata fedha, amepata vitu, amepata ng'ombe, amepata kondoo, akasema sipeleke kwa Mungu vya kwangu. Labda nizungumze kipengele kimoja leo, muda wangu sasa unakwenda kuisha. Moja ya ibada ya miungu au moja ya kuabudu miungu, hebu nizungumze moja ya kuabudu miungu, alafu tutakwenda kumshukuru Mungu. Moja ya ibada ya miungu ni kwenda pia kwa waganga. Kupiga ramli, kuchanja chale. Mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini pia sisi tumetengwa na Mungu kwa ajili ya Mungu tu na kumwabudu Mungu tu. Imani yetu ni kwa Mungu. Mtu anayekwenda kwa mganga, kitu cha kwanza lazima awe anaamini tayari kwa mganga. Na hakuna mtu anayekwenda kwa mganga bila mwinjilisti wa huo uganga. So unaelewa? Yaani yule mganga ni kiboko, huyo ni mwinjilisti. Wasikia? Yaani wewe nenda tu. Mimi nilienda, nilikuwa na shida hii, yaani yule. Sikia? Kwa hiyo injili ikikaa vizuri, mtu anaamini, anafanya nini? Anakwenda. Sasa sikiliza. Injili ya huku kwa Mungu wako inakufanya nini? Inakukata. Wivu wa Mungu unainuka. Na Walawi sura ya 17, hebu tusome kitabu hiki cha Walawi sura ya 17. Twende haraka kidogo nikufundishe kitu alafu tuombe. Mstari wa 10 mpaka wa 12 tutaruka kidogo. Twende haraka kidogo. Walawi 17 mstari wa 10 mpaka, au nianzie mstari wa 7. Nianzie mstari wa 7. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Nawe utawaambia, mtu awaye yote katika nyumba ya Israeli au miongoni mwa wageni wanaokaa na hao, atoaye sadaka ya kuteketezwa au dhabihu, wala haleti mlangoni pa hema ya kukutania ili isogeze kwa Bwana, basi mtu huyo atatengwa na watu wake. Yaani mtu sasa anayekwenda kuabudu majini, anapeleka sadaka kule kwa wale wenye majini, wenye mapepo. Sababu waganga nyuma yake kuna roho ya mapepo, ya utambuzi. Unaanza kufika tu,
akakwambia wewe umekuja umetoka mahali fulani, shida yako ni maroho ya utambuzi. Na hata kanisani sasa hivi kumeingia zile roho za utambuzi. Kwamba ulizaliwa kwa fulani, jina lako si fulani wewe. Sahihi. Mama yako jina lake limeanza na M Anasema Profesa wakati unakuja ulikoswa na ajali mahali ndio. Shida yako ni kubwa, wewe sadaka yako nitakiwa utoe 500,000. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kisha mtu yeyote ambaye anakaa katika Israeli au miongoni mwa hawa wageni wakao kati yao, atakaye kula damu ya aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake. Anasema kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Kule kwetu Dodoma tunaita kisusio. Haleluya. Sikiliza. Wewe umeumbwa na Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Maisha yako yoyote unayoyaishi leo, kama Mungu haoni utukufu wake kupitia maisha yako, lazima ujue unafanana na wanaoabudu sanamu. Na matokeo ni nini? Utakuwa unamwabudu Mungu kama wanavyoabudu wengine sanamu. Maana yake utaabudu ibada zisizokuwa na matokeo. Si hivyo tu, mtu yoyote anayeishi maisha ya kukaa tu anaitwa mtu wa Mungu, lakini maisha yake hayampi Mungu utukufu, huyo mtu anaishi kwenye wivu wa Mungu, kwa sababu ni hasara kwenye ufalme wa Mungu. Jiulize sana, maisha yako yanampaje Mungu utukufu? Hiki kipengele naona nikiache nilichotaka kuanza. Kina mambo mengi, lazima tuombe. Muda wangu hautatosha. Nitakuja kufundisha hiki nilichotaka kukigusa sasa hivi kwa kina sana. Kwa nini? Wakati nataka kuanza hapa, nimesikia Roho wa Mungu ananiambia kuna watu wamefungwa kwenye hilo eneo. Nisiendelee, nije niwafundishe kwa kina sana. Maana Mungu anataka kujipatia utukufu kupitia maisha yetu. Hawezi kushiriki utukufu wake na sanamu. Kuna watu wako kwenye gereza kwa kutokana na historia ya kule walikotoka. Mungu anataka kubadilisha historia yako. Mungu anataka kubadilisha historia yako. Kuna watu wako kwenye ngome, na hiyo ngome inazuia maisha yao yasimpe Mungu utukufu. Mungu anataka kukuondoa kwenye ngome. Usikose Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Usikose Jumapili. Nikiendelea nitapoteza lile kusudi la Mungu. Yatosha hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuja kuendelea Jumapili ili nikupe kitu kilicho sahihi ambacho Mungu amekikusudia kwa ajili yako. Mungu awabariki sana.
Usinipite Bwana, usinipite unapozuru wengine, usinipite, 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 usinipite unapogusa wengine, nami niguse. Usinipite, usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami usinipite, usinipite, usinipite unapogusa wengine, naomba usinipite, usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine, nami niguse. Mikono yangu nainua kwako Bwana, uniguse. Akili yangu naelekeza kwako, oh, usinipite, usinipite Bwana, wewe mfalme, usinipite unapogusa wengine, naomba usinipite, usinipite Bwana, usinipite mfalme, unapogusa wengine, nami niguse. Hebu nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Umempa utukufu wa Mungu kiumbe gani? Nini kimechukua nafasi ya utukufu wa Mungu kwenye maisha yako? Hofu yako ni nini kwenye maisha yako? Hofu yetu inapaswa iwe Mungu, wala si ugonjwa. Kama maisha yako yote utakuwa hofu yako ni ugonjwa, maana yake umeupa utukufu ugonjwa kuliko Mungu. Ugonjwa umekuwa mkubwa kuliko Mungu. Umeabudu ugonjwa kuliko Mungu. Nataka leo puuza huo ugonjwa, dharau huo ugonjwa, ili Mungu ajitukuze kwenye maisha yako, ili Mungu anyanyue mkono wake anayesema, mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Rikorobo saikarabas. Roho wa Mungu ananiambia nataka kuponya, nataka kuponya, nataka kuponya. Wale ambao wanataka kupona na wao, Roho wa Mungu ananiambia nataka kuwaponya. Hofu yako isiwe ugonjwa huo, hofu yako iwe Mungu, ili Mungu apate utukufu kupitia maisha yako. Hata kuponywa tu, utakapoponywa maisha yako atakuwa mempa Mungu utukufu, kwa sababu utashuhudia kwamba Bwana aliniponya. Kumbe Mungu ana nguvu kuliko ugonjwa huu. Mungu alisema kupitia Musa, akasema amewatoa Mungu wao kule Misri, Mungu mwenye nguvu kama nyati. Mimi nasema Mungu ana nguvu kuliko nguvu za nyati. Mpe Mungu utukufu kwenye maisha yako. Nyosha mikono yako juu. Ukimpa Mungu utukufu, kamwamini, unakwenda kupumzika. Maana amesema njoni ninyi nyote msumbukao na mizigo, nami nitawapumzisha.
Yeye anaweza kuvunja nira ya mateso kwenye maisha yako. Karabasekesaika. Yeye anaweza kuinuka kwa ajili yako nguvu za giza na miungu wengine, pepo na majini, wasiwe na mamlaka yako juu yako. Hata kama waliandika makombe jina lako wakaweka kaburini, damu ya Yesu ipo kwa ajili ya kufuta hayo makombe. Hata kama jina lako wameliandika wakaenda kulizika wakafunika kwenye chupa, Bwana anaweza kupasua hizo chupa, jina lako likatoka kwenye mkatale huo. Rirabasekeisakosa rikorobo shaikarabas. Majini, mashetani, pepo, najua mnanisikia. Hili neno linawahusu nyinyi. Achia hayo maisha ya huyo mtu. Karobo sekei rikaraba saka. Hamwezi kukaa ndani ya miungu. Hamwezi kukaa pamoja na sura ya Mungu iliyoko ndani ya huyo mtu. Hamwezi kukaa na sura ya Mungu iliyoko ndani ya huyo mtu. Rokoreka sakas. Kila mtu ana kifungo chake. Kila mtu ana kifungo chake. Wengine kifungo cha akili, ile kifungo cha hofu, wengine kifungo cha uchungu, wengine kifungo cha hasira. Hiyo ni ngome inayozuia utukufu wa Mungu usiguse maisha yako. Hebu achia hilo jiwe liondoke. Ndio. 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 Sema, Yesu, uliniumba kwa utukufu wako, ili maisha yangu ya kutukuze wewe, ili uhai wangu uwe kwa ajili ya utukufu wako. Umeumba sura yako, ukaiweka ndani yangu, ukanifanya kuwa hekalu lako, ukaniita kuwa kuhani, ukanipaka na mafuta ili nikuwakilishe hapa duniani. Tabia zako ziko ndani yangu na uungu wako uko ndani yangu. Kuanzia leo, sikia ya adui, huna haki juu ya maisha yangu. Toka mbele yangu, toka mbele yangu, toka mbele yangu, toka mbele yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono yako, tulia, kuna nguvu inapita juu yako. Ndio. 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 Bwana Mungu Yehova Yesu Kristo, ulijiumbia nafsi hii iwe ya kwako. Nani amekaa kwenye nafsi hii? Nani amekalia nafsi hii? Jicho lako likatazame, moto wako ukishuka, ukutane na huyo aliyekaa kwenye hekalu lako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ndio. Ndio. Wewe dada, njoo hapa. Njoo. Roho wa Mungu ananiambia ulichokiunganisha na nafsi yako ukiachie kukuachie. Ulichojiunganisha na nafsi yako kiachie kiondoke. Toka! Toka, achia kwa jina la Yesu Kristo. Karabakase. Jesus, 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 Jesus. Nyosha mikono yako, sema, Bwana Yesu, nisaidie nikuamini wewe. Ondoa kusita ndani yangu. Nipe ujasiri nikuamini wewe, nikutumaini wewe, ili maisha yangu yakupe utukufu wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Hebu msogeze huyo hapo. Naomba ukae.
Funga kinywa, mwachie. Funga kinywa, ondoka. Funga kinywa, funga kinywa. Kimbia. Chomoka. Luka, kimbia. Naongeza moto. Achia. Achia akili zake. Toka kwenye masikio yake. Chomoka. Haya, fungasha. Hakuna cha bibi wala babu. Toka. Nisikuone hapo. Kimbia, Luka. Haya, safari. Haya. Chomoka. Toka ndani yake, toka ndani yake, fanya haraka. Hutainywa damu yake tena. Damu yake naichanganya na damu ya Yesu Kristo. Damu yake naichanganya na damu ya Yesu Kristo. Haya, kunywa hiyo damu ya Yesu. Na kunywesha damu ya Yesu Kristo pitia kinywa chake. Jina la Yesu Kristo. Tamani maisha yako yampe Mungu utukufu. Njoo hapa. Mlete hapa. Hebu simama, njoo. Karabaka seki kerabase. Mlete hapa. Mlete upande huko. Funga kinywa, nyamaza. Hebu nyamaza. Haya, mauti. Umeshindwa kujificha, kimbia haraka. Kimbia! Jina la Yesu Kristo. Na usirudi tena. Toka kwenye moyo wake. Toka, achia moyo wake haraka. Aga haraka, ondoka. Haya, unapitia mdomoni, chomoka haraka. Luka. Jina la Yesu Kristo. Shangilie Bwana Yesu. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya upendo wako. Umesema na sisi kama baba asemavyo na watoto wake. Neema yako Baba imekuwa juu yetu. Mkono wako Mungu umekuwa pamoja na sisi. Uaminifu wako Mungu umesema nasi ili kukupa utukufu wewe. Maisha yetu ya kutukuze wewe. Maisha yetu ya kuwakilishe wewe. Sura yako ionekane ndani yetu hapa duniani. Baba, neno hili likawe uzima na afya mifupani kwa mtu huyu, likiimarisha utu wake wa ndani na kuijenga roho yake. Mbariki, mtunze, mfiche chini ya mbawa zako. Utakapochukua hatua, Mungu kalithibitishe neno hili kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen.